Tume za kijinai au tume za uchunguzi kwa sheria za Tanzania, mwenye mamlaka ya kuanzisha tume ya uchunguzi ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na mamlaka haya anayapata chini ya kifungu au chini ya ibara ya 36 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kama ambavyo imefanyiwa marekebisho mara kwa mara. Katiba hii chini ya kifungu hicho inampa rais mamlaka makubwa sana ya kuanzisha ofisi yoyote na kuifuta ofisi yoyote ambayo anaona inafaa. Kwa hiyo ibara ya 36 inampa mamlaka Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuanzisha tume ya uchunguzi, lakini mamlaka hayo pia anapewa na sheria ya uchunguzi au tunaita the Commission of Inquiries Act sura ya 32 ya sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo kwa mamlaka hayo sasa, wote tukikumbuka kwamba baada ya kuanzishwa ile tume ya uchunguzi wa matukio ya kabla, matukio ya ghasia ya kabla, wakati na baada ya uchaguzi, kulikuwa kuna kesi ambayo ilikwenda mahakamani kupinga uhalali wa tume ile, na Mahakama Kuu ilitoa uamuzi kwamba tume ile ilikuwa halali. Kwa hiyo kwa sababu hizo lazima tukubaliane wote kwamba uhalali wa tume za uchunguzi unatokana na ukweli kwamba katiba ndio inayompa rais mamlaka ya kuteua au ya kuunda tume hizi. Kwa hiyo tume hii mpya ya uchunguzi wa kijinai, tume ya Jaji Shaban Lila, uhalali wake kama ilivyokuwa tume ya Jaji Chande unatokana na sheria zetu kwa maana ya katiba, na sheria ya uchunguzi kwa maana ya the Commission of Inquiries Act sura namba 32 ya sheria zetu za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo tume hii ya Jaji Lila ni tume ambayo ipo kihalali, kikatiba na kisheria. Kwa hiyo kwenye swala la uhalali nadhani hilo halina mushkeli. Hilo la kwanza. Lakini la pili, credibility ya wajumbe. Ukitazama wajumbe ambao wameteuliwa, wengi ni majaji wa mahakama ya rufani. Sasa kwa nchi yetu kwa kweli, katika sifa kubwa za watu ambao sio tu wako makini, watu ambao wanaweza kutenda haki kwa hali ya juu ni majaji wa mahakama ya rufani, kwa sababu wote tunajua kwamba unapokuwa unashauri linaanzia mahakama ya mwanzo, mahakama ya wilaya, mahakama ya hakimu mkazi, mahakama kuu. Hizo ngazi zote ni za rufaa. Inaweza ikawa ni ngazi ya rufaa au ni ngazi ya original jurisdiction, lakini mahakama ya rufani kwa nchi yetu ndio mahakama ya juu kabisa ya kutoa haki. Kwa hiyo anapokuwepo mwenyekiti pamoja na makamishna ambao ni majaji wa mahakama ya rufani, sifa zao na credibility yao huwezi kuitilia mashaka, kwa sababu wao ndio watoaji haki wa ngazi ya juu kabisa. Lakini pia ukiangalia Mheshimiwa Rais alichokifanya, ameweka wajumbe kutoka nchi tofauti. Ameleta wajumbe kutoka Uganda na ameleta wajumbe wengine kutoka Namibia. Kwa nini amefanya hivyo? Nadhani huko nyuma kulikuwa labda kuna malalamiko kidogo, watu wanasema kwa nini wameweka wajumbe hawa, watatendaje haki? Labda na wenyewe walikuwa sehemu ya jamii ambayo ghasia na vurugu zimetokea. Sasa kuleta wajumbe wa nje kisheria, amezingatia falsafa ya kisheria inayosema nemo judex in causa sua, kwamba huwezi kuwa jaji wa kesi yako mwenyewe. Kwa hiyo kwa sababu ni uchunguzi wa makosa ya kijinai, inawezekana kuna baadhi ya watu wakaonekana kwamba walishiriki, kwa sababu kinachochunguzwa sasa ni watu walioshiriki katika kuandaa, katika kudhamini na katika labda kushiriki. Kwa hiyo credibility ya wajumbe iko sawa nadhani kwa mujibu wa sheria, lakini na sifa zao kama ambavyo tumeziona
nadhani hakuna shaka kwamba ni wajumbe ambao wanaweza wakatenda haki kwa kutoa taarifa ambazo hazitakuwa zinamuumiza mtu, hazitamuonea mtu. Lakini utofauti mkubwa sasa uliopo kati ya tume ya Jaji Chande na tume ya Jaji Rila, lazima tukubaliane kwamba tume ya Jaji Chande ilikuwa walipewa hadidu za rejea, na hadidu za rejea zao zilikuwa tofauti kabisa. Wao walipewa hadidu za rejea 6. Ya kwanza ilikuwa ni kubaini, kuchunguza kiini au sababu, lakini ya pili ilikuwa ni kuangalia madhumuni, nini ilikuwa dhumuni hasa la ghasia zile, lakini cha tatu ilikuwa ni kuangalia madhara au athari ambazo zilitokana na ghasia za kabla, wakati na baada ya uchaguzi, lakini ya 4 ilikuwa ni kutoa mapendekezo, ya 5 ilikuwa ni kuangalia sasa ni namna gani ghasia zile zimeleta madhara au zimeleta impact gani kwa jamii. Lakini ya 6 walipewa kuangalia jambo jingine lolote ambalo wanaona linafaa kulingana na majukumu ya tume ile. Lakini tume ya Jaji Rila iko very specific. Tume ya Jaji Rila yenyewe inakwenda kuchunguza matukio ya kijinai, kwa maana ya kwamba kazi kubwa imefanywa na tume ya Jaji Chande ya kuangalia sasa chanzo, madhara, lakini ikagundua kwamba kuna watu ambao walishiriki au kuna vyombo ambao vilishiriki kudhamini, kufadhili, kuchochea. Sasa tume ya Jaji Rila yenyewe inakuja kwa ajili ya kazi maalum tu kuangalia matukio ya kijinai yaliyofanyika. Ni nani alikuwa nyuma ya matukio haya. Kwa hiyo tunakwenda sasa kuangalia, tume hii inakwenda kutazama, kimsingi inakwenda kutazama nani anawajibika katika lipi. Kwa ndio tofauti mkubwa. Ile ilikuwa inachunguza chanzo nini, lakini hii tume ya Jaji Rila inakwenda kuchunguza ni nani, ili uwajibikaji au ili waliohusika sasa na kudhamini, kufadhili, kushiriki waweze kuwajibika. Kwa tume hizi mbili ukiangalia hadidu za rejea zake ni tofauti, lakini na modus operandi ni tofauti. Kwa hivyo ni tume mbili tofauti na zenye malengo mawili tofauti. Na huo tofauti mkubwa ndio ambao tunapaswa sasa kujua, jamii inapaswa kujua kwamba kuna tofauti ya hadidu za rejea na tofauti ya malengo au madhumuni ya tume hizi mbili. Kwa hivyo hayo makubwa matatu ambayo kwa kweli kwa wakati huu tunapaswa kutoa ushirikiano kwa tume ya Jaji Rila kuhakikisha kwamba yale malalamiko sasa kwamba bwana kuna watu walifanya hivi, kuna hawa walipora, kuna hawa walifanya hiki na hiki, basi ni wakati sahihi wa tume hii kufanya uchunguzi na kubaini matukio yale ya kijinai, ni nani hasa alikuwa nyuma yake, na wote walioshiriki kwa namna moja au nyingine, kwa sababu kwa kawaida ya sheria inaipa nguvu kubwa sana tume ya uchunguzi kumuomba mtu yoyote ushahidi, nyaraka na chochote ambacho inaona itasaidia katika kubaini na kujua ukweli. Na haya yote yapo kikatiba na yapo kisheria. Sheria ya sura namba 32 ya sheria zetu iko wazi na inatoa namna ya procedure ya namna ambavyo tume ya uchunguzi inaweza kufanya kazi zake bila kuingiliwa, bila kubugudhiwa, bila kukwamishwa. Kwa hiyo tupende tu kufahamu kwamba tume hii kisheria ina uwezo wa kumuomba mtu yoyote. Ni tofauti na mahakama wakati mwingine kuna nafasi ambazo haiwezi kuzigusa, lakini tume ya uchunguzi inaweza kuomba nyaraka yoyote kutoka kwa mtu yoyote na kumhoji mtu yoyote. Kwa hivyo kwa sheria zetu sasa pamoja na katiba tuna imani kwamba tume hii itafanya kazi kwa misingi hiyo na kubaini sasa ukweli wale waliokuwa nyuma kulingana na hadidu za rejea, kwa maana ya kufanya uchunguzi wa kijinai juu ya matukio,
juu ya washiriki wa matukio ya kabla, wakati na baada ya uchaguzi. Nadhani hivyo vitu vitatu nilivyovieleza ni kama kutakuwa kuna ufafanuzi basi nadhani nimemaliza. Kuna mtu anahitaji ufafanuzi? Mbili, nimeeleza kwamba tume inafanya kazi kwa mujibu wa hadidu za rejea. Hadidu za rejea kwamba tume ya Jaji Chande ilipewa kazi ya kwenda kuangalia nini chanzo, nini madhara na nini mapendekezo, kwamba tunapendekeza nini kutokana na haya yaliyotokea. Lakini tume ya Jaji Rila inakwenda kuangalia nani aliyehusika, kwa sababu tume ya Jaji Chande ilisema kulikuwepo kuna watu imeonyesha kuna watu waliohusika katika kuchochea. Sasa hii tume ya Jaji Rila inakwenda kuangalia ni nani huyo aliyechochea, ni nani aliyedhamini, ni nani. Kwa hiyo tume hizi mbili utofauti wake mkubwa kwenye hadidu za rejea, Chande anatafuta ni nini kiini, lakini Jaji Rila tume yake inakwenda kuangalia ni nani ili sasa aweze kuwajibika. Hii ya Jaji Chande imetoa tu taarifa kwamba sisi tumetazama jambo hili, chanzo chake, kiini chake ni hiki. Lakini kama pamoja na kiini kuna watu walikuwa nyuma, sasa tume ya Jaji Rila inakwenda kuangalia hao walioko nyuma ni kina nani ili waweze kuwajibika. Kwa hiyo hivyo vitu viwili vikubwa ndio vinavyotofautisha hizi tume mbili kisheria, kwa sababu ya hadidu za rejea ambazo zote mbili zimepewa kufanyia kazi.